Wewe ni mjamzito na unasumbuliwa na hali ya kuwa na mdomo mchungu au unapata uchachu kwenye mate yako ukiwa unameza katika kipindi chako cha ujauzito. Unajiuliza sababu ni nini na suluhisho lake ni nini? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Hali hiyo inawakumba kina mama wengi sana katika kipindi cha ujauzito. Sio wote, japo kina mama wengi sana wanakutana na hiyo hali katika kipindi cha ujauzito, na inawakumba haswa ikiwa miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito. Kwa mfano, kuna huyu anaitwa Astrida John anasema, Dr. samahani, mimi na ujauzito unaenda mwezi sasa, ila kula kwangu ni kwa shida, mdomo wakati wote nasikia ni mchungu na sisikii kula chochote, je nifanyaje? Lakini vile vile kuna huyu anaitwa Badi kwa Kambona anasema kwamba mke wangu ana mimba ya mwezi na wiki 3, anapata changamoto ya mdomo kuwa mchungu. Kwa hiyo hali hizi huwa zinawakuta kina mama wajawazito, haswa kile kipindi cha miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito. Wengine wanaweza kupata changamoto hii hata ile miezi mitatu ya katikati na miezi mitatu ya mwishoni, kutokana na sababu mbalimbali. Sasa mama mjamzito unapata hali hii kwa sababu tu ya mabadiliko katika kipindi cha ujauzito, haswa pale mwanzoni. Kuna homoni ambazo zinaongezeka, kwa mfano kama estrogen, progesterone, lakini vile vile na human chorionic gonadotrophin hormone, ambayo hii ikiongezeka huwa inapelekea mama awe na hali ya kichefuchefu, basi na ladha inabadilika, na wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama wanatapika, na kama na mimba ya mapacha au na mimba za bibu, basi utatapika sana na mwisho wa siku ukalazwa kwa sababu tu ya kushindwa kuweza kula na kuishiwa nguvu, au maisha yako, ule ubora wa maisha yako unakuwa unapungua kwa sababu hali ya kutapika katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo homoni inavyoongezeka zinapelekea hiyo changamoto ya mabadiliko pia ya ladha, lakini vile vile kama una hali ya kutapika na kujaa mate mara kwa mara, inaweza kapelekea changamoto hiyo, kwa sababu unapotapika mara nyingi ile asidi inapandisha kutoka kwenye tumbo, na mwisho wa siku kwa sababu ile chakula ambacho kiko tumboni kinakuwa na mchanganyiko na asidi. Kwa hiyo mwisho wa siku unapotapika au unapopata ile hali ya kichefuchefu, nakuta ukitapika kuna ule uchungu ambao unakuwa unaupata, ambao huwa inasababishwa na ongezeko hilo la homoni. Lakini vile vile kuna mambo mengine ambayo sasa yanaweza yakatokea kwa kina mama wajawazito. Kwa mfano mabadiliko yale ya harufu, unakuta harufu kidogo tu, la zamani ulikuwa kuna perfume unaitumia, lakini mwisho wa siku sasa hivi hiyo perfume unashindwa kuweza kutumia. Kwa hiyo ile hali ya baadhi ya kina mama wanakuta wana hali ile ya kiungulia katika kipindi cha ujauzito, kwa sababu unajua ongezeko la homoni ya progesterone huwa linapelekea ule mlango kati ya kola chakula na tumbo unakuwa unalegezwa. Kwa wakati mwingine unaweza kupata ile hali ya kubeua. Kwa hiyo kama nilivyosema, chakula ambacho kimeshachanganywa na asidi kule tumboni, ukipata ile hali ya kubeua ukiwa na kiungulia, hiyo hali huwa inapelekea ule hali ya uchachu. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina mama unakuta wenyewe hawanyi maji kwa ajili ya hali ya kichefuchefu, hali mara kwa mara, muda mwingi anakaa bila kula. Kwa mwisho wa siku mdomo wake unakuwa mkavu, na unapokuwa mkavu haupati maji ya kutosha, inaongeza uwezekano wa wewe kuwa na changamoto hii. Unapata mdomo ambao unakuwa mchungu, lakini vile ladha zinakuwa zinabadilika. Kuna baadhi ya kina mama wanatumia baadhi ya dawa za kuweza kuongeza damu au vitamini. Kwa mfano madini chuma yao yenyewe huwa yanaweza kubadilisha ile hali ya ladha katika kipindi chako cha ujauzito unapokuwa unayatumia. Sio madini chuma yote au sio dawa zote ambazo zinaongeza damu katika kipindi cha ujauzito zinapelekea hivyo, hapana. Kuna baadhi ya dawa ambazo zinakuwa na madini ya chuma ambayo yanaweza kapelekea hivyo katika kipindi chako cha ujauzito, na hii huwa inachangiwa haswa ikitokea miezi mitatu ya katikati na miezi mitatu ya mwishoni. Lakini wakati mwingine kuna baadhi ya dawa unaweza kuwa umeandikiwa za kutumia, kwa mfano kama dawa kama hizi Flagyl au Metronidazole katika kipindi chako cha ujauzito, huwa zinabadilisha ladha ya kinywa chako, au baadhi ya dawa unaweza kuwa umeandikiwa au uweze kutumia zikawa zimekubadilishia ladha. Kwa hiyo lazima unapopata hali ya mdomo kuwa mchungu au unapata ile metallic taste, ni vyema uweze kujiuliza kuna kitu chochote umetumia ambacho cha tofauti kabla ya kuanza kutafuta suluhisho. Lakini kama imesababishwa na homoni, basi hali hiyo inakuja inaisha yenyewe baada ya miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito. Inapoelekea miezi mitatu, mimba ya miezi 4 na kuendelea, hali hiyo inakuwa inaisha na unakuwa uko vizuri bila shida yoyote. Sasa kuna mambo ambayo unaweza kufanya kuweza kupunguza changamoto hii. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kwanza unazingatia usafi wa kinywa. Hakikisha unasafisha meno yako hata mara 3 kwa siku. Kila baada ya kula wewe uweze kusafisha
ili usibakize yale mabaki ya chakula ambayo wakati mwingine bakteria wanaweza kamengenya na mwisho siku apata hizi changamoto. Lakini vile vile pale unapokuwa umetapika, kama unaweza ukapiga mswaki, ni vema ukapiga mswaki ili kuhakikisha kwamba kuondoa ile asidi ambayo inakuwa imebaki mdomoni mara baada ya kuweza kutapika. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo vinakukera, kwa mfano kuna harufu, kuna baadhi ya vyakula huwezi kuvitumia, kwa mfano vyakula ambavyo tunasema ni spicy, kwa mfano vyakula ambavyo vina pilipili, vina mafuta mengi, unaweza kuviepuka kuweza kutumia. Lakini vile vile unaweza ukatumia baadhi ya matunda. Kuna baadhi ya kina mama unakuta wanakula maembe mabichi ambayo hayana shida, unaweza kutumia. Kuna wengine unakuta wanatumia yale ndimu au limao, anaweza kutumia, unakuta anakula sana. Hiyo inaweza kukusaidia wewe kuweza kuondokana na hizi changamoto za kwanza kujaa mate mdomoni, lakini vile vile na mdomo kuweza kuwa mchungu. Kwa hiyo usione shida. Lakini vile vile kama unataka kutema mate, ni vyema uweze kutema kwa tafuta kopo ambalo ni safi, unatemea mle. Lakini vile vile ni vyema kuweza kuangalia sasa dawa zako ambazo unatumia kuweza kuongeza damu, je, ni zenyewe zinasababisha yale madini ya chuma? Kama ni zenyewe, basi unaweza kutafuta mbadala, kwa sababu kuna dawa ambazo ni mbadala ziko vizuri, na ukitumia dawa hizo inaweza kukusaidia kuweza kuepuka na hiyo changamoto. Lakini vile vile mama, ni vyema kuhakikisha kwamba unakunywa maji mara kwa mara. Wakina mama, kama nilivyosema, unapokaa muda mrefu bila kuweza kula, mdomo unakuwa mkavu. Unapokuwa mkavu, mwisho wa siku unachochea kwanza ile hali ya kuwa na kichefuchefu, lakini vile vile mdomo wako utakuwa na ile hali ya uchungu au uchachu mdomoni, yani ladha inabadilika. Inawezekana sio uchungu, lakini kuna ladha fulani ambayo unaipata sio ya kawaida, ambayo wakati mwingine tunaitaga metallic taste. Na mara nyingi hali hii, ili uweze kupambana nayo, ni vyema kuhakikisha basi unakunywa maji mara kwa mara. Kunywa maji kidogo kidogo mara kwa mara, kula kidogo kidogo mara kwa mara, lakini vile vile kula kile kitu ambacho unakuwa unakipenda. Lakini ili kuweza kuepuka sasa wakati mwingine mate kujaa mdomoni na nini, unaweza kutafuta bigiji ambazo hazina sukari nyingi, ukawa unazitafuna mara kwa mara. Hizo zikawa zinakusaidia. Kuna baadhi ya kina mama unakuta wanapenda kula karanga, basi unaweza kuwa unatafuta vikaranga hivyo unakula, au vyakula fulani ambavyo kwa mfano kama crisps ukawa unakula mara kwa mara. Zingatia hilo, na hakikisha kwamba basi kama unatumia machungwa au maembe mabichi, usitumie chumvi nyingi. Chumvi nyingi inakuwa ina madhara. Unakuta kuna yule ambaye anachanganya chumvi na limao au chumvi na embe ambalo ni bichi, au anatafuta matunda yoyote yale ambayo ni mabichi sana, alafu mwisho wa siku anakula chumvi nyingi, ambayo inaweza kuwa na madhara katika kipindi chako cha ujauzito. Lakini unapopata hali ya kutapika sana, kichefuchefu, ziko dawa nyingi tu hospitali na ni bei rahisi. Usitumie majivu. Naona kina mama wengi wananiuliza, daktari, majivu inakuaje? Majivu sio salama kabisa katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo ni vyema kuweza kupiga mswaki, lakini vile vile uzingatie usafi. Lakini unapoona kama umezidiwa, basi unaweza kumwona daktari. Daktari atakushauri kulingana na wewe changamoto ambayo unakuwa unaipata. Lakini ujue kabisa kama inasababishwa na homoni, utafanya mambo mengine yote, lakini wakati mwingine inaweza kawa haijapungua, na mwisho wa siku itakuja kupungua yenyewe baada ya ile miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito. Mimba inapokuwa na miezi 4, 5, 6 na kuendelea, hali hiyo inaweza ikaja ikapotea. Lakini kama ulikuwa unatumia dawa fulani, kwa mfano hizo Flagyl au Metronidazole, basi unaweza kaangalia ni vyema kuweza kumaliza dozi, lakini ukiona umezidiwa sana, unaweza kaongea na daktari wako akakubadilishia mbadala wa dawa kama zipo, na kama hazipo basi tuendelee na dawa. Ziko dawa za aina nyingi ambazo pengine sijazitaja hapo, zinaweza kupelekea ile hali ya uchungu au kubadilika kwa ladha ya mdomo, na ni vyema uweze kuziangalia. Kwa hiyo kama nilivyosema, madini chuma yenyewe unaweza kubadilisha tu, kwa sababu ziko dawa za aina nyingi sana, ziko za aina nyingi, brand ziko nyingi sana. Na kama ulikuwa hujui, basi kuna kitabu changu ambacho nimekiandika kuhusiana na kuweza kuongeza damu katika kipindi cha ujauzito. Humo ndio utaziona brand nyingi za dawa, na dawa ambazo tofauti, kuanzia ya bei ya chini mpaka ya bei ya juu kabisa, ambayo unaweza kuitumia. Na ziko dawa ambazo zinaweza kuongeza damu kwa haraka zaidi, ndani tu ya wiki 2 mpaka 3 damu yake ikawa imeongezeka, hasa kwa wale ambao wanapata kichefuchefu, wanatapika sana, wakiwa wanatumia dawa za kuweza kuongeza damu, ili uweze kuepuka kuweza kuongezewa damu katika kipindi chako cha ujauzito au wakati wa kujifungua au mara baada ya kuweza kujifungua kutokana na upungufu wa damu. Basi unaweza kupata kitabu hicho kwa shilingi 15,000. Na kama utahitaji, basi unaweza kusoma kwenye description hapo chini namna ya kupata kitabu hicho, kuwasiliana na mimi, na namba ya WhatsApp utaiona hapo. Unaweza kuzungumza na mimi, naweza kutumia kitabu hicho sehemu yoyote uliopo hapa Tanzania. Sasa kama ulikuwa na maswali kuhusiana na hali ya kutapika au unapata ile hali ya kichefuchefu sana katika kipindi cha ujauzito, na njia gani za kuweza kuondokana na hali hiyo ya kutapika, au ufanye nini, hatua zipi uweze kuchukua, basi unaweza ukaklik suggestion hapo ukasikiza video kuhusiana na hatua zipi za kufanya kama unatapika sana katika kipindi chako cha ujauzito. Mambo yapi ufanye?
yapi uyafanye ili uweze kuepuka na hali ya kutapika katika kipindi cha ujauzito. Kama nilivyosema, kutapika sana, unaishiwa nguvu, unapoteza baadhi ya madini kwenye mwili wako na vitamini, mwisho wa siku inapelekea wewe kupunguza ubora wako wa maisha, na kuna baadhi ya kina mama wanafariki. Lakini siku hizi wakina mama wengi wanakombolewa kutokana na hatua hizi ambazo tunaweza kuzungumzia. Kama ukiwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.